أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بدين كامل وجعل ميزان تفاضل فيه التقوى لا العادات، ورفع قدر الإنسان باتباع الوحي لا بتقديس الموروث، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tumekutana kwa mara nyingine tukiwa katika kipindi chetu pendwa cha kuweza kukumbushana yale ambayo yanafaa katika dini yetu, lakini vile vile na kukatazana, kuhimizana kuyaacha yale ambayo hayafai katika dini yetu. Na leo insha Allah, ndugu zangu katika imani, tutakuwa na mada ambayo ikizungumzia hatari au ikitoa onyo au ikimpa tahadhari Muislamu yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuzijalia ibada zake ni kama vile desturi ya maisha au mila au ni kitu kilichozoeleka, ni kitu ambacho tumekikuta na sisi tunakiendeleza. Lakini vile vile na kutoa tena tahadhari nyingine kwa yule Muislamu ambaye atakayejalia zile mila zake au desturi au kanuni za familia au ukoo kuwa ndio ibada zake pasina na ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea. Kwa hiyo mwanzo wa mada yetu tunakutana na sentensi ambayo inatuambia iyyaka an taj'ala al-ibadati 'adatan, jiepushe na jitahadharishe sana kujalia ibada zako kuwa ni desturi, kuwa ni mila. Wal-'adati at-taqlidiyya au al-qabaliyya ibadatan, na vile vile jiepushe kuzifanya zile desturi za makabila au za kikoo, kifamilia kuwa ndio ibada. Lakini vile vile tutakuwa na maudhui nyingine insha Allah. Allah akitupa fursa tutaweza kuizungumzia nayo, waj'al kulla hayatika wa 'adatika ibadatan, namna ya jinsi kuyafanya yale mambo yako yote au maisha yako yote kuwa yanahesabika kuwa ni ibada. Maudhui hii ya chini tutakuja kuizungumzia wakati mwingine insha Allah, Allah akitupa nafasi hiyo. Lakini leo tutazungumzia tahadhari na kutoa onyo kwa yule Muislamu ambaye atakayezifanya ibada zake za dini kuwa ni kitu cha desturi, kwamba amekikuta na yeye anakiendeleza. Ni tunavyosema hivyo tunakuwa tunakusudia kitu gani? Yani la tuaddi salata wa siyama wa dhikra faqat liannaka i'tadta alaiha. Tunakusudia kwamba ni mtu kutoku kuzifanya ibada zake, ima sala au saum au ibada aina yoyote, iwe sadaka au kumtembelea mgonjwa au kufanya wema aina yoyote, akafanya ni kwa sababu kazoea jambo hili au kwa sababu wazazi wake wanamuhimiza au kwa sababu jamii yake ndo nidhamu iliyopo. Yani usije ukafunga swala, ukafunga saum au ukafunga swala au ukasali sala au ukatoa zaka au ukatoa sadaka au ukamuhimiza mtu kufanya mema kwa sababu ya jamii yako jinsi ilivyo au kwa sababu jinsi ulivyokulia katika malezi yako. Hapana, inabidi ujiepushe na jambo hili. Kwa hiyo tukizungumzia kwamba ni vipi mtu anaifanya ibada yake kuwa ni mila au ni desturi za kikabila, tunakuwa tumemaanisha kwamba ni wewe kufanya ibada yoyote katika ibada kwa kuwa na itikadi ya kwamba mimi nimekuta wazee wangu wakifanya hivi au nimekuta jamii zangu zikifanya hivi, basi na mimi ninaendeleza lile jambo ambalo nimelikuta. Tena kitu gani kinachopangika katika mtu kufanya hivi? Duna fahmin au khushu'in au niyatin. Mtu huyu anafanya jambo hili pasina ya kulifahamu jambo hili linakusudia nini. Utamwona kila siku ni sala 5 anaingia msikitini anasali, au kila Ramadhani haimpiti ni mwenye kufunga, lakini hajui nini maana ya kufunga, hajui nini maana ya Ramadhani, hajui kwa nini tunafunga, afahamu mambo haya. Lidhalika fatakunu harakatuhu biljasadi la ibadatu bilqalbi. Mtu huyu utakuta kwamba haraka zote zile anazozifanya au ibada zote anazozifanya zinakuwa zenye kuambatana, yani zinakuwa ni zenye kuhesabika kuwa ni haraka tu, kama mazoezi. Anafanya mazoezi, anajishindisha njaa katika sala yake, katika zaka anapoteza mali zake bure, lakini
ukiangalia mwisho wa siku hatakuja kupata manufaa ya kile ambacho anakiendea. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala tunaona katika Qur'ani kaleta aya anasema fawailul lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kaanza na onyo kali kwa kuambia wale ambao wanasali na wala sio wale ambao hawasali. Kaanza na wale ambao wanasali, kawaambia fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, kwamba ole wao wale wenye kusali tena wale ambao katika sala zao basi ni wenye kughafilika au ni wenye kujisahau. Tukiangalia katika maana ya aya hii na katika maana ambazo zimekuja zikiwa ni zenye kukusanya aya hii, tunapata kujua kwamba watu wale ambao ni sahun, ambao ni wameghafilika na sala zao, ni wale ambao wanasimama katika ibada zao hali ya kuwa hawajui kitu gani anachokiendea pale. Mtu anasali kwa sababu wazazi wake wamemwamrisha, au mtu anasali kwa sababu jamii yake au yeye kazaliwa katika koo la Kiislamu, na wala hasali ni kwa sababu dini yake inamtaka au kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kuna aya nyingine ambayo tunapata inatueleza wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha isipokuwa tuweze kumwabudu yeye hali ya kumtakashia yeye dini yake. Allahu lam ya'muru bikathrati al-a'mali faqat. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala hakutueleza au hakutuamrisha tufanye mambo mengi, hajatuambia fanyeni hivi fanyeni hivyo hivi. Allah hajataka kitu hicho na wala hajatuamrisha kitu hicho, bal amara bil ikhlasi ay yakuna al-amalu lillahi la lil'adati wala linnas. Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatueleza kwamba tufanye kitu kwa ikhlas, kwa ajili ya kutegemea kwa ajili ya Allah au kutegemea malipo kutoka kwa Allah. Vipi tunafanya kazi kwa ikhlas? Maana yake inabidi katika jambo lolote ambalo unalifanya wewe Muislamu katika ibada yako, cha kwanza iwe ni kwa ajili ya Allah na wala isiwe kwa ajili ya mtu fulani. Na hapa unaweza kutoa swali lolote, au wewe mwenyewe unaweza kuiuliza nafsi yako, ni kwa nini unaswali? Leo hii watu tumekuwa ni wenye kukosea kutoa jibu sahihi katika swali hili. Utasikia mtu kimuuliza kwa nini unaswali, utasikia mimi ni Muislamu kwa sababu mimi ni Muislamu, au kwa nini unaswali kwa sababu mimi wazazi wangu ni Waislamu, au kwa nini unaswali kwa sababu ninahofia watu watasema huyo Muislamu alafu haswali. Lakini hayupo ambaye anaweza kutupa jibu la kuwa ni yenye kutosheleza na kuonesha kwamba yeye anasali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe unasali kwa ajili ya wewe kwa sababu wewe ni Muislamu, au unasali kwa sababu familia yako ni ya Kiislamu, au unasali kwa sababu dini yako inakuamrisha, au unaswali kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe inabidi ukae na nafsi yako ujiulize. Lakini vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza, anatuambia rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Ni wangapi leo hii mtu asasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu unakuta katika 10 la mwisho basi anajikita katika kulala msikitini kwa ajili ya kufanya ibada, au anakesha katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, lengo na madhumuni ni yeye kufanya ibada. Sasa Mtume anasema ni wangapi watu wa namna hiyo wamekuwa ni wenye kusimama kwa ajili ya kutekeleza ibada ya tahajjud na mambo mengine ya sala za usiku, lakini hawana kitu wanachokipata baada yake isipokuwa kwamba wamekesha usiku wao wameuharibu katika jambo ambalo hawana faida nalo. Lakini vile vile akasema warubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ni wangapi katika watu waliofunga na ile hali ya kuwa hawana thawabu au hawana malipo yote wanayoyapata katika kile kitu walichokuwa ni wenye kukifunga. Leo tukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, lengo na madhumuni ni mpate kuwa wacha Mungu. Sasa swali ambalo naweza nikakuuliza mtazamaji, ni saumu ngapi wewe umezifunga? Yani toka umezaliwa mpaka unafikisha miaka 20, miaka 30, 45 na zaidi ya hapo, ni saumu ngapi ambazo umezifunga? Na je, lengo la kuwa wewe mcha Mungu umelifikia, au lengo la kuwa sisi wacha Mungu tumelifikia? Swali ni hapana. Kwa sababu gani? Na hakika kuanzia Ramadhani ya kwanza, tuseme toka wewe umefikia umri wa funga kuwa ni lazima kwako wewe, au toka umeanza kufunga una Ramadhani zaidi ya 10, 20, 30 unazifunga, lakini bado hujawa mcha Mungu, lakini bado hatujawa wacha Mungu. Ni kwa sababu gani?
Ni kwa sababu saumu tumeifanya kuwa ni desturi, ni mila ya Waislamu na wala sio ibada. Na ndio maana leo hii ukikuta nyumba nyingi sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoingia, basi inakuwa inaumiza akili kufikiria ni kitu gani ambacho watakuwa wanatumia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani upande wa vyakula. Vile vile mzazi anaumiza akili, baada ya Ramadhani itabidi awaandalie mavazi mazuri, awaandalie sehemu nzuri familia kwa ajili ya kwenda kufurahia siku ya Idi. Haya ni mafuhumu ambayo hayatakiwi, yani huu ni ufahamu potofu katika masala ya ibada. Kupitia hivyo leo hii ndo tumekuwa hatuna athari yoyote tunayoipata katika swala zima la saumu. Lakini vile vile tukiangalia katika aya nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika sala inamkatazia mtu kutokana na maovu na machafu. Lakini angalia, si leo hii tunasali sala nyingi sana, tunafanya ibada nyingi sana, lakini bado tumekuwa ni wenye kujikita katika maovu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu swala tumeifanya kidesturi. Sasa inabidi ndugu zangu Waislamu tuwe makini sana katika swala zima tunapotekeleza ibada zetu. Tujitahidi ibada zetu tusitekeleze kwa sababu kwamba sisi ni Waislamu, kwa sababu tumezaliwa katika koo za Kiislamu, au kwa sababu jamii itatuangalia vipi ikiwa hatutaenda kuswali. Isipokuwa inabidi tutekeleze ibada zetu kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutegemea malipo kwake yeye. Lakini vile vile tukichukulia mifano kama huo mfano kwamba mtu anaswali sala tano, lakini hawi ni mwenye kupata ujira, hawi ni mwenye kupata thawabu, au hawi ni mwenye kupata athari zile za swala, ni kwa sababu mtu huyu kakosa nia thabiti. Na nia yako inabidi wewe Muislamu iwe imeambatana na vitu ambavyo tumevitaja. Cha kwanza, inabidi kabla haujaswali inabidi ujiulize maswali haya yafuatayo: liman usalli, ninasali kwa ajili ya nani? Je, ninasali kwa ajili ya fulani, au ninasali kwa ajili ya nini, au ninasali ili nipate kitu fulani? Ukishapata jibu, wakati unafanya ibada yako, basi jitahidi kuwa ni mwenye kuhisi kwamba umesimama baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha kwamba ujishikilie, uwe makini na ibada na kile ambacho unakisema uweze kukielewa. Lakini jambo la mwisho, baada ya kumaliza ibada yako, basi jitahidi sana uweze kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukubalia ibada yako. Idhan kaifa yuhawilu al-insana 'adatahu at-taqlidiyya, sasa ni vipi mtu unazifanya desturi zako au mila za jamii au za koo familia kuwa ni ibada? Maana ja'ali al-'adatan ibadatan bishakli salbi, maana ya kujalia kuwa desturi au mila za koo au familia kuwa ni ibada katika muonekano wa kitofauti ambao wengi wetu umekuwa ni wenye kutukumba. Cha kwanza ni kuifanya desturi au kanuni za koo au familia kuwa katika martaba ya sheria. Maana yake, yani mtu akija kukwambia sheria yetu inasema hivi ya Kiislamu, lakini wewe unamwambia kwamba sheria yetu si ya kabila inafanya hivi. Na haya yanatokea leo hii watu wamekuwa hawapeani haki za msingi, ni kwa sababu tu kabila lake linamzuia na wala haangalii swala la dini. Lakini vile vile ni pale ambapo mtu atamchukia mwenzake kutokana na kabila, kwamba mtu huyu kafanya kitu katika kabila langu, akamchukia. Baada ya kumchukia kisheria, anamchukia kwa sababu kabila lake, au akampenda mtu kwa sababu ni mtu wa kabila lake, lakini kabila lingine akawa ni mwenye kulichukia. Na hii katika jamii yetu sasa hivi limeenea jambo hili. Leo hii watu tunapendana kwa makabila, maadamu huyu ni kabila mwenzangu kutoka katika kabila yangu au katika koo yangu au katika familia yangu, basi namna ninapozungumza naye, ninavyoongea naye, na shida ninazompelekea au tunavyozungumza ni tofauti na ambavyo ninazungumza na mtu mwingine. Leo hii jambo hili limekuwepo katika jamii yetu, mpaka imefikia hatua tumesahau dini, tumetanguliza desturi na mila na kabila mbele, tukasahau sheria. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo hayatakiwi tukawa ni wenye kuishi nayo katika jamii yetu ya Kiislamu. Jamii yetu ya Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha kitabu chake ili tuwe ni wenye kuhukumiana na tuwe ni wenye kuishi kupitia msingi na kanuni za kitabu chetu tunavyotuambia, na wala sio kupitia makabila. Na tukiangalia katika jambo hili, yani wakati wa enzi za Mtume Muhammad sallama, sababu ambayo iliwafanya Makuraish au watu waliokuwa katika enzi hizo wasiweze kuingia katika Uislamu au walikuwa wakimuudhi Mtume Muhammad sallama, ni kwa sababu gani? Kaja na kitu kigeni, na walikuwa wanamwambia kwamba inna wajadna abaana ala umma, kwamba hakika sisi tumewakuta baba zetu wakiwa katika hili swala, kwa hiyo sisi hatuwezi tukaenda tofauti na wao. Vile vile na sisi hatutakiwi tukaishi hivyo. Babu zetu, wazazi wetu waliotangulia, ikiwa walikuwa na kitu ambacho dini imekuja ikakifuta au dini inakikemea, basi ni wewe na mimi tukaweza kujiepusha. Kwa haya machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.